Haya, tunarudi sasa katika matendo mengine matano. Haya pia ni ya wajibu, ni ya lazima, lakini ulazima wake ni tofauti kidogo na haya mengine niliyoyataja. Haya mengine ulazima wake usipolifanya itaharibu hija yako, lakini haya ninayoyataja sasa, usipolifanya hija yako itakamilika kwa kupigwa penalti moja ya kumwaga labda damu. Unaweza ukatengeza ulipoharibu kwa kuchinja, na kuna mambo mengine, lakini sisi sana tunahitaji jambo la kuchinja kwa sababu ndo rahisi ukifika kule. Sawa. Kwa hiyo haya matano mengine sasa, la kwanza al-ihramu min al-miqat. Ile nia yako ile utaitia ukiwa katika miqat. Hii ni wajibu. So tumesema nguzo ni nia, hiyo ni nguzo, lakini wajibu ile nia yenyewe itatiwa wapi? Yani pahala gani ukifika miqat? Hiyo sasa ni wajibu. Sawa. Ukishindwa kutia nia, hija itaharibika. Lakini umefika miqat, nia yako hukuitia pale katika miqat, na pia utapigwa adhabu, inabidi utachinja, kwa sababu hii nia umeweka pahala sipo. Umeshafika Maka ndo unasema labbaik allahumma bil umra, umekosea. Ulitakiwa katika kituo kule, kwa sababu ni wajib nia uitie ukiwa katika kituo. Kwa hiyo ni wajib min wajibatil hajj. Wewe ukiwa haukutia nia katika kituo, hija yako itasihi, lakini itabidi uiunganishe kwa kutoa fidia, kwa kuchinja. Mmenielewa vizuri hapo? Kwa hiyo hilo ni wajibu la kwanza ambalo usipolifanya pahala pake husika, fidia yake au kafara yake ni kufanya vitu hivi. Ya pili katika wajibat al-hajj, ile kukaa kwenda Mina, kukaa zile siku za ayamu tashriq, ile siku ya 10, 11, 12, 13, hizi pia ni katika wajibati al-hajj. Usipolala pale kwa siku zile, itabidi utachinja. Kwa hiyo nahakikisha zile siku zote zile unalala Mina. Sasa watu wengine labda wanaweza wakafika pale siku ya kurembea, ile siku ya 10 wakapiga mawe, alafu wakaenda zao kulala Maka hotelini. Haitakiwi. Hija yako itakubalika, lakini utapigwa penalty. Wewe bwana hukulala Mina, na hapa ni wajib kulala, kwa hiyo utachinja. Lakini pia katika wajibati al-hajj ni kulala Muzdalifa. Tunapotoka zetu Arafa, ile mwezi 9, jua lishazama, tukifika Mash'ar al-Haram Muzdalifa, tutasali sala ya magharibi pamoja na sala ya isha, jamu taakhir, alafu tutalala pale. Kwa hiyo kulala pale Muzdalifa ni wajib. Sawa? Tunalala mpaka alfajiri, tunasali pale pale, alafu tunaondoka. Wajibu wangapi huu? Wa kwanza tumetiania katika miqat, wa kwanza huu. Wa pili tumesema kulala Mina zile siku, au tuanze na hii ya pili, tuanze na hii ya kulala Muzdalifa. Ya tatu kulala Mina zile siku 3 za tashriq, yani siku zile za takbira ya Idi. Huku nyumbani huwa siku zote zile kunapigwa takbira, kuanzia mwezi 10 mfungo 3 siku ya Idi, 11, 12, 13. Huku huwa siku zote zile utasikia takbira zinapigwa. Zile siku sisi huwa tuko Mina, tunalala pale. Tunaweza tukalala siku 3 au siku 2, kwa sababu Qur'ani inasema faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Kwa hiyo unaweza ukakaa 2 au unaweza ukakaa siku 3. Sawa? Haya, wajibu mwingine katika wale ambao wamesema kunyoa au kupunguza ni wajib nao, ile wameitia katika wajibati al-hajj. Sawa? Lakini hebu tuzipange kwa mtiririko. Ile kupiga jamratul aqaba, kwa hiyo tuiweke namba 4
kama tutakwenda kwa mtiririko. Kwanza ni kutia nia katika miqat, pili ni kulala Muzdalifa, tatu ni kulala Mina siku za tashriq, nne ni kupiga jiwe Jamratul Aqaba. Sawa? Kwa madhhabu ambayo mimi mnapenda ni wape watu mtiririko wake, nimebaki jambo moja tu ambalo ni tawaful wida, ile tawafu ya kuaga. Kwa hiyo wajib na nguzo zote ni 5. Kwa wenzetu nguzo kule ni 4, na wajib inaweza ikafika mpaka 7 kwa wao, kwa sababu wanaongeza baadhi ya vitu fulani fulani. Ni muhimu mvijue hivi. Kwa hiyo kuna kule sisi ambao ni mutamatti tunachinja, wajibu wetu na sisi vile kuchinja. Yule ambaye anaenda hija ya ifrad hachinji yule, lakini qari na mutamatti anachinja. Sasa sisi kuchinja huwa tunalipia kwenye kampuni, kwa sababu siku hizi aendi kila mwenge kwa kila mmoja anaenda na mbuzi wake na kondoo wake, akifika pale kisu nini, ingekuwa tabu sana. Zamani Mtume usiulisikia alichinja ngamia 63 mwenyewe kwa mkono wake, anawachinja mpaka akaja Saidina Ali akamsaidia wale, yani alichinja ngamia 100. Mtume alichinja ngamia 163, alafu aliyobaki akamaliza Ali ibn Abi Talib. Sasa kwa siku ile pale Mina huwa ni siku ya kuchinja, lakini hutamwona hata mtu mmoja akakamata kisu anachinja, kwa sababu kuna mashirika hauoni. Pia kuna sehemu mbali huko mpaka uende kichinjioni ndio utaenda kuona. Sasa siku zile sisi huwa tunashughulika, tuna mambo ya ibada, listi yetu ile tunalipa katika sherika zile za kuchinjiwa, wanatuchinjia, tunakuwa na communication nao, tunajua kwamba tayari kuchinja umeshachinjiwa, kwa sababu ukishachinja, ukisharembea mawe, ukishanyoa yale maguo ya hija, unaruhusiwa sasa kuyavua yale rida na izar, unaruhusiwa kuyavua. Kwa hiyo ni muhimu kujua sasa hivi wakati gani nimetahallal, wanaita kutahallal. Sawa? Haya, wajibati alhajj nyinginezo ambazo zimetajwa zilizozidi hizi ambazo tumezitaja sisi ni kukaa Arafa mpaka jua kuzama. Sisi kule tumesema kukaa Arafa ni nguzo, au kusimama Arafa ni nguzo. Yani hii utaipata kwa baada ya jua kuchomoza mpaka ule wakati wa dhuha. Sasa ili upate wajibu wake ukae mpaka jua lizame, kwa sababu ukishapita tu pale Arafa ukaanza kuhang huku na huku, watu watakwambia tayari umeshaipata Arafa. Kwa hiyo unaweza ukachomoka ukaenda zako Arafa umeipata. Sasa kukaa kuanzia asubuhi au wakati wa jua kuchomoza mpaka jua kuzama wameitia katika wajib. Hapo kuna vitu viwili, kuna Arafa ya nguzo na kuna Arafa ya wajib. Ni nguzo kupatikana pale Arafa kwenyewe, lakini ni wajib mpaka kukaa mpaka ghurub, jua linaanza kuzama ndo ukaondoka. Hiyo ni wajib. Ndio maana huwa mara nyingi kule baada al-asri ndo wakati wa dua ile, alafu jua linaenda, unaweza kuondoka sasa wakati jua linazama, hakuna mushkil katika hiyo. Kwa hiyo hapo wameongeza baadhi ya hivyo vitu. Haya ni mambo 10 takriban katika ya lazima na katika ya wajibu. Haya ya kwanza tuliyoyataja ni muhimu, usiache hata moja, kwa sababu hakuna kitakachofidia kiacha moja. Haya mengine tuliyoyataja sasa hivi, unaweza kama umekosa moja kulifanya, unaweza ukafidia kwa penalty ya kafara au fidia ya kuchinja mchinjwa au vitu vingine mtakavyokuwa maelezo. Sasa kuna mtu yoyote ana swali hajafahamu katika haya matano ya kwanza na matano ya pili tuliyoyazungumza?